niko mtumwa wa Kristo. Koma ndine kapolo wa Kristo. Kwa sababu nilikuwa huru mporoje zangu. Nali mfulu ndikuchita zanga. Yesu akanitosha mporoje zangu za uhuru. Yesu nandichosa ma project anga au fulu. Akanifanya kuwa mtumwa. Nandichita kala kapolo. Yani mtumwa hawezi fanya vyenye anapenda. Kapolo sanga chita chimene anafanya benye patro wake anapenda. Ama chita chimene bwana wake akufuna. Amen, amen, amen. Amen. Tango mwaka wa 85 kuyambira chaka cha 85 mpaka leo, mpaka pano mie sina kazi. Ine ndilibe nchito Na siwezi fanya kazi. Ndipo singa gwire nchito. Maana Yesu amenitosha mkazi. Pakuti Yesu ananiweka mkazi ya kwake. Mkundika munchito yake. Na mtu mwenye ameitwa katika hali ya utumwa wa dhambi, ndipo mtu amene anaitanidwa Mungu anamuita mtumwa wa dhambi, anamfanya kuwa huru ndani yake. Mulungu ama masula nkukala fulu mwa iye. Huyo anafanya kazi za Mungu na kufanya kazi za mikono. Amene yo amagwira nchito ya Mulungu nkugwira nchito ya anaruhusiwa yeye kwa sababu haiko mtumwa. Ama loledwa pakuti iyeyo sika polo. Amen, 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 amen. Amen. Haleluya. Amen. Basi baliponirudisha kwa ile saa nilikuwa ninakufa, baliponirudisha mwili, pamene nali ntafa ntabwezedwa kutupi, nikasema munibebe ku maombi ili niende nikufie kule, maana sina tumaini tena ya kuishi. Nati nditengereni kumapempelo nkafere kumeneko pakuti ndilibe chembekezo cha moyo. Bakaninyangula bakanibeba ku maombi pale Uvira, benye baliishi Uvira. Kulikuwa maombi moja na ya mtumishi mmoja alikuwa kipofu, alikuwa anaitwa Ruguduka, alikuwa kipofu. Ni pale bali nibeba kwenda kuombewa. Nditengera pa mapempelo amtumiki Ruguduka anali osaona. Kisha bakaanza kuniombea pale. Anaamba kundipempelera pa. Niko nusu mufu. Ndilipa fupi. Hakuna tena mwili, ni mifupa tu kama vile sekeleti. Kunalibeko mafupa. Bakaanza kuniombea. Namba kundipempelera. Sasa banaanza kuniombea. Pamene nali kundipempelera. Ndio nasikia tena kanguvu kadogo. Pamene namva mpavu pangono. Na siku moja nikasikia sauti inaniita. Ndipo siku zinamva mau akundita. Majina yangu nimezaliwa nayo. Aina anga obadwa. Nikaangalia sione mtu, lakini nimeitwa majina yangu. Na anga nasinduona mtu komanda itani. Naangalia mbele, naangalia nyuma, sione mtu. Ndiwanga na kusogolo kumbuyo sinduona mtu. Ile sauti tena ikarudia mara ya pili. Mau onaza kachikena. Ikaniita tena. Nandita naso. Nikaangalia tena mbele na nyuma, sione mtu. Naanga na kusogolo kumbuyo osaona mtu. Naanza kujiuliza, ni sauti inaniita inatokea wapi? Sione mtu. Nabo zifuta mau akundita na utokera kutiko. Pale niko najiuliza, hii sauti inatokea wapi? Pamene ndu zifuta mau akutokera kutiko. Nikasikia sauti ya tatu inasemea mbinguni na mumoyo wangu. Namva mau achitatu akuyankula utokera kumwamba komaso kutokera pasi pa mtima wanga. Ile sauti nasema hivi, mau akuti ufanye maombi ya kipindi ya siku 2. Uchitema pempelo ama siku awili. Na katika maombi hayo ndipo mapempelo ndo nitakwambia kazi utanifanyizia. Pamene ndikuze nchito imene ugwile. Nikasikia furaha ndani ya moyo wangu. Namva chisangalo mu mtima mwanga. Na ile sauti kaniambia, mie ndo Mungu niko na kuita. Mawo nkundiuza ndine Mulungu ndili kuitana. Amen, amen, amen. Amen. Basi nikauliza watumishi wenyewe walikuwa wanatuombea. Nafusa atumiki amene analiutika. Mie bataniambia nifanye maombi ya siku 2. Ine andiuza ndipempere kwa masiku awili. Ndio bataniambia maneno nitamfanyizia Mungu. Pamene andiuza timene nchitile Mulungu. Sasa maombi ya mafungo banafanyaga namna gani? Topano mapempero osala kudia ama chita motani. Akaniambia utaanza asubuhi mpaka magharibi. Hivi uko mzaifu, magharibi banakufanyizia uji kidogo, bui kidogo na kunywa, unaendelea na maombi mpaka zile siku 2 zinaisha. Anandiuza kutimia mbo pempera mama wa mpaka mazulo, mumu akapala pangono kena kompempera somao. Na ile siku nikaanza ile maombi. Siku lo mwelo namba mapempero. Nikashinda mwa ile maombi. Nakala mapemperomo. Mpaka magharibi. Mpaka mazulo. Nikaendelea usiku. Napitizo pempera usiku. Mpaka asubuhi. Mpaka mamawa. Saa ilifika asubuhi. Mamawa. Ilikuwa muda wa masaa 3 ya asubuhi. Mtawi ya 9 koloko mmawa. Najilaza
kwenye kitanda naregea sana. Ndili kugona koma ndili ofoka. Naregea na maombi pamoja na magonjwa. Kufoka ndi mapempero komaso matenda. Nikasikia sauti za wamalaika wawili wanasemea mu masikio yangu mawili. Namva mau angelo awili alikuyankula chokera makutu anga awili. Bote wanasema neno moya kiali moya. Ose akunena mau amozi pantawi imozi. Banasema uko na masikio magumu. Ndio neno walianza yamo. Mulindi makutu osamva. Miaka mingi Mungu alikutafuta sana. Zaka za mbili Mulungu akala kufunafuna. Lakini ulikuwa mshughuli ya kutafuta mali ya dunia. Koma munali pazi nchito zofuna chuma cha kuziko. Sasa tango leo, topano kuyambila lelo, kazi yako hautaifanyaga tena. nchito yanu simuzaigwiranso. Mungu amekutafuta siku nyingi. Mulungu akala kufunafuna kwa ntawi ya na leo sasa anakukamata, anakufika hako umfanyizie kazi. Ndipo lelo akufuna kuti mwigwire nchito yao. Sasa kazi yenye utafanya, topano nchito imene mugwire, Mulungu akala au kutumiza malo osiana siana. unasema kwamba muda umemalizika. Ndipo mukala mukunena kuti ntawi yata. Na wakawa wako wanapima muda. Ndipo anali akuyesa ntawi kwa mikono yabo, ndi manja ao, kwamba muda, amena, kuti ntawi muda ni mdogo sana. kuti ntawi ndio chepesesa. Muda unamalizika. Ntawi ilikuta. Yesu iko mlangoni. Yesu alipakomo kuya kulichukua kanisa. kuzatenga mpingo. Na ujumbe unapewa na Mungu. Ndipo utenga mupasidwa ndi Mulungu. Utakuwa naenda naambia bibi harusi ajitayarishe kwa kumlaki Yesu hewani. Mkwatibwi kukonzekera kulandila Yesu mlengalenga. Ni utapita ishi mbalimbali. Ndipo muyenda maziko osiana. Kisha bakaniambia hivi, kena kwa nazandiuza mbele kwenda unasema haya maneno, utanapita ukuyankula mau awa, tutakuingiza kumasomo. tikulowesa Nikajivia mie sikusoma na sitabijua hata. nauza kuti ine sinapunzile ndipo sindikwanisa. Nikasema sitabiweza vya kusoma. Nati sindikwanisa zopunzila. Bakaniambia utasoma. Anandiuza kuti mupunzila. Nikakatala, sitaweza, sitabijua. Nakana nditu kuti sindikwanisa ndipo sindingaziwe. Tukaanza mabishano. Tinayamba ukangana. Kisha wanakuja kuniambia hivi, kena kwa nazandiuza mwenye anafundishwa na mwalimu mwanadamu, amene akupunzisidwa ndi mpunzisi muntu. yaani mwanafunzi anafundishwa na mwalimu mwanadamu. Kunena kuti opunzisidwa ndi muntu. Na mwanafunzi mwingine anafundishwa na mwalimu Roho Mtakatifu. Ndipo wina akupunzisidwa ndi mpunzisi Mzimu Woyera. Bakaniambia hao wanafunzi wawili na walimu wawili, mwanafunzi wa wapi mwenye anaweza kuelewa maneno ya mingi ya Mungu? Anandifusa kodi azipunzisi awiliwa kapena opunzila awiliwa ndi uti amene angamvese kwa mbili mau a Mulungu. Kisha utuambie majibu. Kenako muti yanke. Mule mwele ndoto, momwemo maloto, nikasikia bujasini niseme mwenye anafundishwa na Roho Mtakatifu ndio inajibia. Namva ngati pavu kuti opunzisidwa ndi Mzimu Woyera. Ilipojibia vile, nditayanka mene. Wakaniambia sawa, vile naitika. Anati inde mene mwalolamo. Hii maombi kimalizika kesho, mapempelo uende ununue Biblia. Pitani mukate gule Bible. Mwalimu kutoka mbinguni atakuingiza kwa masomo. Mpunzisi waku mwamba akupunzisani. Bakanyamanza, nikatoka mubusingisi. Anakala chete ine nkuzuka kutulo. Nikaanza kutafakari mambo niliyoambiwa. Namba kuganiza zimene ndauzidwa. Na pale kukafika nyimbo za kuimba, natengeneza maisha yangu kwa Bwana ili Yesu akikuya anikute tayari. Neema ya Goligota kama bahari kubwa. Nyumba yote bakuwa naimba, sione mtu, lakini nyimbo zinaimbwa na vitari vinapigwa, nzele zinapigwa, namuna ya ajabu. Ntawi imeneo. Basi nikaendelea na maombi mchana yote. Napitiza kupempela. Nikamaliza ile maombi asubuhi yake. Namaliza mapempelo mawa enao. Nikakamata fimbo. Nanyamula ndoto. Kwa sababu sina nguvu ya kutembea bila fimbo. Pakuti nalibe mpavu yaenda panda ndoto. Nikaenda polepole kwenda Kasenga, kukanisa yetu ya Sepake Kasenga. Kulikuwa libreria ya kanisa, nikaenda kwenda kununua Biblia. Kupita kumpingo ukagula Bible. Nikanunua Biblia nikaileta. Nagula Bible na ibolesa. Mpaka kunyumba.
mpaka pakomo. Nikamwambia mwalimu, nimeleta Biblia kama ulivyoniambia. Nauza mpunzisi ndabweleza Bible monga mmene mnane. Akaniambia ndio, chunga kidogo, niko ninatuma mtu mwenye atakuja kufundisha alfabe kwanza. Na anatita digira pangono ndutumiza muntu aza kupunzise alfabeti. Kesho yake huyo mchungaji anafika. Mawa mbusa wina wakiana bwela. Anafika na niambia nimetumwa ni kufundisha alfabe kwa muda wa siku 7. Ana ndiuza kuti ndatumizidwa ndikupunziseni alfabeti kwa masiku 7. Ukimaliza kusoma ile alfabe, mukamaliza kupunzira alfabeti, utaanza kusoma Biblia. muyamba kuwelenga Bible. Nikamwambia sawa. Namuuza inde. Tukashinda na yeye akaniandikia ABC. Ana ndilembela ABC. Kwa muda wa siku 7 ilikuwa ananifundisha ABC o ye vya vile. Kwa masiku 7 anali kundipunzisa alfabeti. Alipomaliza kazi yake kisa alivyotumwa, atamaliza nchito yake monga mmene anatumizidwa, akaondoka kaenda. nanyamuka napita. Mwalimu kutoka mbinguni akafika. Mpunzisi kutoka la kumwamba anabwera. Haleluya. Amen. Mungu ni mwalimu mkubwa, Roho Mtakatifu mwalimu, daktari wa madaktari. Mpunzisi wa mkulu. Mwalimu wangu alikuwa anafika anasema verse, usome kitabu cha Ufunuo sura fulani na verse fulani. Mpunzisi wanga akafika kundiuza tawelenga chifumbuluso chapter ichi komanso ndime iyi. Sani natoka msingisi nasema bana niambia nisome verse fulani na sura fulani. Ndikachoka mutulo ndima welenga pamene andiuza. Ninaanza soma ndima welenga na tafsiri ya ile andiko ina Roho iko ananiambia hiyo andiko imeandikwa hivi tafsiri yake ni hivi. Ndipo nzimu ukandiuza kuti malemba alimotele, ndipo tantauzo lake nlotele. Hapo nimeelewa Biblia ni kitabu kigumu hiki. Pamene pona mvesa kuti Bible ndi buku lovuta. Verse moja naweza kusoma watu 12. Verse moja iko zawelenga antu 20. Na tafsiri 12. Komaso matantauzo 20. Kumbe ni mtu mmoja amezaliwa na Mungu kutafsiri ile verse gisi Roho alivyoiandika. Komaso peza kutindi mozi eka amene Mulungu amupangisa kuti atantauzile maumene alembedwa. Bengine wako wanapapasa ni kupapasa, banapapasa. Ena ango gwirapo. Nimeelewa hayo maneno sana. Na mvesesa nditu chimenecho. Nimefanya miaka 13 niko mu masomo ya mbinguni. Nachita zaka 13 ndikupunzira utokera kumwamba. Tangu 87 mpaka 2000. Kuyambira chaka cha 87 mpaka chaka cha 2000. Niko mgonjwa, ninashinda mbinguni, ninafunzwa mambo ya siku za mwisho na habari ya kuja kwa Yesu. Ndiliwodwala koma ndikupitisidwa kumwamba kupunzira za masiku osiliza ndinkani za kubwela kwa Yesu. Na ilipofika 2000 nipotafika chaka cha 2000, mwalimu anasema umeshamaliza masomo uondoke sasa kwenda unasema hayo maneno. Mpunzisi anati mwamaliza sukulu pitani muzika nkula mau awa. Na katika masomo hayo nipopa sukulu yo nimeletewa shamba kubwa. Nabwelesedwa munda wa ukulu. Ilikuwa shamba ya mihindi. Unali munda wa chimanga. Bakaniambia utazame shamba hii urefu wake na upana wake. Anandiuza kuti taona ni kukula kwa mundau. Nikatazama huku na yanga na uko. Macho na malizikia mshamba. Maso akutela munda. Nikatazama huku macho yangu ikamalizikia mshamba. Maso anga kutela munda. Sione mwisho wa shamba. Sindu kuona mapeto wa munda. Nikatazama huku mtayanga na uko. Macho kamalizikia mshamba. Maso akutela mundao. Sione mwisho wa shamba. Sindu kuona mapeto wa munda. Tazama huku ni vile vile. Mtayanga na uko ncho mwecho. Kaniambia tunakupa shamba kubwa. Na ndiuza takupa sani munda wa ukulu. Utazunguka dunia yote. Uyenda ziko lonse la pansi. Kwendo natangaza maneno haya. Kulengeza mau awa. Nikatoka msingisi nikasema hii kazi ni kubwa. Nachoka kutulo mkuti nchito India. Kwa hiyo masomo pasukulu yo mweyo. Bakanibeba kumulima mrefu. Ananditengera kupilila likulu. Bakaweka iko mikoro 4. Anaika hapo ma microphone anai. Koromo inaelekea mashariki. Microphone ena kuyanga na kumawa. Koro ingine inaelekea magharibi na kaskazini na kusini. Ena kuyanga na kumazulo. Bakanisimamisha katikati ya ile mlima na ile mikoro. Kena kona ndimita pakati pa pililo ndima microphone. Sauti katoka mbinguni kasema hapa ndo utakuwa unasemea haya maneno kumlima mrefu
batu bapande ine ya dunia batasikia ujumbe wetu tulipatia. Anandiuza kuti apa mpamene uze yankula mauo ndipo antu akumpepo zote akala kumvera mau awa. Na leo mafundisho ya ujumbe huu uko kumitandao sana mondantie. Ndipo utenga ulipa social media kuzikolosela pale. Na kupitia Mungu mkubwa mwenye amenipa kazi hii. Ndipo kuzera Mulungu wankulu amenondipasa ntito hii. Amenifungulia nimeshahubiri inchi 10 za Afrika. Wandisegulira ndipo ndalalika kumaiko 10 kwanza South Africa, Zimbabwe, Lusaka, Namibia, Zambia, hapa Malawi, Tanzania, Burundi, Rwanda, na Kampala na Kongo. Nimeshahubiri hizo nchi zote. Kongo ndalalikira kumaiko. Na Mungu akafungula mlango nimeshahubiri na Asia. Mulungu nasegula komo ndalalikiraso ku Asia. Nimeshahubiri na Ulaya. Ndalalikiraso ku Europe. Mungu amefungula hilo milango kwa ajili nitangaze injili hiyo. Kutindilengeze utengao. Amen, 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 amen. Amen. Mungu anaita gisa napendaga. Mulungu amaitana mmene akufuna. Mungu anaita wenye walisoma. Mulungu amaitana opunzira. Na Mungu anaita na wenye hawakusoma. Mulungu amaitana ngakale osapunzira. Kama angeita tu wasome mie singepata nafasi. Aka anaitana opunzira oka eneo singepata. Lakini anaitaka gisa anapendaga. Koma amaitana antu mmene akufuna. Wala hana mshauri. Koma so sapa sidwa upungu. Amen, amen, amen. Amen. Hallelujah. Tusome kitabu cha Mwanzo basi, tunaingia buku la Genesis. Mwanzo sura 2. Haleluya. Tusome kitabu cha Mwanzo basi, tunaingia buku la Genesis. Mwanzo sura 2 chapter 2 mstari wake wa kwanza. Ndime yoyamba. Mwingine atayarisha kitabu cha waraka wa pili wa Petro 3 mstari wa 8. Kalata chiwili ya Petro. Tusome zile verse 2 haraka. Na tulete tafsiri maana verse ziko za mingi nilizopewa habari za juu ya habari za siku za mwisho. Mwanzo 2 mstari wa kwanza. Genesis 2 verse 1. 2 mstari wa kwanza. Mwingine atayarishe kitabu cha Petro wa pili 3 mstari wake wa 8. Wina aone buku la chiwili la Petro chapter 3 verse ya 8. Tunasoma katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Basi mbingu na nchi zikamalizika kuumbwa na jeshi lake lote. Ndio. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Twende kidogo. Mungu akaibariki siku ya 7. Ndio. Akaitakasa. Kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilivyoumbwa. Amen. Amen. Petro wa pili 3 mstari wa 8. Petro wa pili 3 verse 8. Tunasoma neno la Mungu ndani ya waraka wa pili wa Petro kwa watu wote sura 3 mstari wa 8. Ndio. Tusome katika jina tukufu la Yesu Kristo. Lakini wapenzi, ndio, msilisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000. Ndio. Na miaka 1000 ni kama siku moja. Ndio. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokuzani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote waifikie toba. Amen. 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 Mungu aliumba mbingu na nchi kwa siku 6. Ziko la pasi komaso kumwamba kwa masiku 6. Na siku ya 7 Mungu akabariki dunia. Ndipo siku la namba 7 Mulungu nadalisa ziko dunia itakayoikalia emo watu. Ziko limene kukale antu. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi vilivyoumbwa. Mene mondi mene mibadu ya kumwamba ndikupa ziko la pasi na legedwa. Na katika waraka wa Petro inasema hivi, Petro anaandika kuleta mwangaza wa siku 6. Ndipo Petro kubweleza nyali kapena kuunika kwa masiku 6. Kwamba siku moja ni kama miaka 1000. Kuti siku limozi lilingati zaka 1000. Na miaka 1000
kwa mwanadamu kwa Mungu ni siku moja. Ndipo zaka 1000 kwa muntu kwa Mulungu ndi siku limoja. Mungu hakawiye kutimiza ahadi yake kama wengine. Mulungu satedwa kwanilisa londezano monga ena, lakini hapende mtu yoyote apoteye. Koma safuna kuti wina aliyese asoche. Anavumilia ili watu wote wafikirie toba ya kutengeneza baende mbinguni. Amapilila kuti onse alape apite kumwamba. Yani siku 6 za uumbaji wa Mungu kutata uza kuti masiku 6 akulenga ni miaka 1006. Ndi zaka 60,000. Siku 6 za uumbaji kwetu wanadamu ni miaka 1006. Masiku 6 akulenga ziko kwa ife ndi zaka 60,000. Na miaka 1000 kwetu kwa Mungu ni siku moja tu. Ndipo zaka 1000 kwa ife kwa Mulungu ndi siku limozi. Niko ninazungumza mambo niliyofundishwa na mwalimu wangu. Ndiku yangu lazimene na punzisidwa ndi mpunzisi wanga. Mungu alipoumba dunia akaweka Adamu katika shamba ya Edeni. Mulungu atalenga ziko na ika Adamu munda wa Edeni. Kwanza wakati ule kuyambila ntawi imeneyo mpaka kufika wakati wa gharika. Kufikira ntawi ya kuononga ziko ndi mazi. Na Mungu ametayarisha Nuhu atangaze kwamba dunia ya kwanza itamalizika kwa maji. Ndipo Mulungu nakoza Noa kuti alengeze kuti ziko lionongedwa ndi mazi. Na Nuhu amesema sana. Ndipo Noa anayankula kwa mbili. Miaka 112. Zaka 120. Mvua itanyesha itamaliza watu. Mvula igwa imaliza antu. Na watu bako wanasema huyu mzee ni mzee ndio unamchanganya kichwa iko sawa. Antu akangoti kalambari kukalamba nkumene kwa mto pesa. Na Mungu anamwambia tengeneza safina, akatengeneza safina. Mulungu kumuza kuti manga ngalawa ana manga ngalawa. Na watu Mungu akawaingiza msafina. Pamene Mulungu analowesa antu ngalawa. Dunia ya kwanza ikamalizika msiku 2 mu miaka 2000. Ziko loyamba linaonongeka masiku awili kapena zaka 2000. Msafina muliingia watu 8 tu. Mungalawa mnaloa antu 8 oka. Na viumbe mbalimbali ndi zolongedwa zina zosiana. Na dunia ya kwanza ikamalizika. Lipo ziko loyamba linatela pomo. Na wakati Mungu ameleta mpepeo ndani ya dunia, maji kaanza kushuka na safina tena kaanza kushuka. Pamene Mulungu anaboleta mpepo paziko, mazi anambosika, ngalawa ijainamba sosika. Na ile safina ikafika kwenye mlima wa Ararati ikatua pale. Ngalawa inazafika papilila Ararati nkukala pamenepo. Na Mungu akabatosha msafina bakaanza dunia ya pili kumwanzo tena kuzero. Mulungu nachosa mngalawa anamba ziko la sopano. Na kwanza tena kuendelea kuzala. Ana chitaso kupelekana. Miaka inaendelea tena. Zaka zikupitilila. Inakuja kufika miaka 2000. Kuzafika zaka 2000. Kulikuwa kunakosa miaka 4 mu miaka 2000. Panalipata soa zaka 4 kutizikwane zaka 2000. Yesu akazaliwa. Yesu anabadwa. Ikawa siku 2 tena mu miaka 2000. Masiku awili zimene zili zaka 2000 eso. Ikawa miaka 1000 msiku 4 Yesu anazaliwa. Yesu anazaliwa. Zaka 4000 monga masiku ana Yesu alikubadwa. Tango Yesu azaliwe kuyambira kubadwa kwa Yesu mpaka leo, mpaka pano zingine siku 2 zimeshapita sawa sawa mu miaka 2000. Masiku awili akwana monga zaka 2000. Siku 6 za uumbaji wa Mungu zimeshagapita. Masiku 6 akulenga Mulungu anakwanira. Na kuna bakia ile siku ya 7 Mungu ametakasa dunia na kuibariki. Ndipo pasala siku la namba 7 limene Mulungu anayelesa ziko nkulidalisa. Na ile siku yenye ya 7 ndo miaka 1000 ya utawala wa Yesu. Ndipo siku la namba 7 ndizo zaka 1000 za kulamulira kwa Yesu. Miaka 6000 inaanzia hapa, niseme mfano, inaanzia hapa mpaka 6000 mwina zikuyambira hapa mkafika huko. Imeshapita. Dhadusa. Na miaka 1000 inaanzia hapa mbele. Ndipo zaka 1000 zikuyambira pasogolopa. Yani kanisa liko katikati ya miaka 6000 na miaka 1000 mbele. Kutantauza kuti mpingo ulipakati pa zaka 6000 ndi chaka china kusogola. Kanisa liko hapa. Mpingo ulipano. Amen, amen. Amen. Kanisa liko hapa Kurompwe. Mpingo ulipano pakati hapa kumashanga njia.
pakatikati. Siku ya 7 iko mbele yetu, Siku la namba 7 ili kusokolo kwa siku 6 iko nyuma yetu zimeshapita. Ndipo masiku 6 alikumbuyo adusakale. Hapa parapanda Italia hapa. Ipenga lili la pano. Kanisa liko hapa. Mpingo uli pano. Linaenda mbinguni. Mpita kumwamba. Ndio siku ya 7 itaanza. Ndipo pamene siku la namba 7 liambe. Na leo tuko mu 2026. Ndipo leo tili chaka cha 2026. Even sisi iko bonus. 26 ndi bonus. Mungu anatupa tuitayarishe juu ya kunyakuliwa kwenda mbinguni. Mungu akutipa zati konzekele kuti tipite kumwamba. Ni kama vile wakati Mungu amepatia Ibrahamu anamwambia afanye mazabao, aweke nyama, akeshe ili bibombobombo na tai zisideme kwa ile mazabao. Kulingati ntawi imene Mulungu anauza Abrahamu kuti amange ndipo aikepo nyama, koma akale akusungira kuti mbalame zisatenge nyamayo. Anamwambia kama utasinzia ati ngati mugone na bibombobombo wala tai bademe kwa hizo nyama, batu yako bataenda utumwani miaka 400. Zimbalame zikabwera pa nyamayo, antu anu atengedwa ku kapolo dhaka 400. Na Ibrahimu kabusingizi kakafika na Abrahamu bibombobombo vikafika kuzile nyama. Mungu anamwambia vile akukesha batu yako bataenda utumwani miaka 400. Ndipo antu anapitisidwa ku kapolo dhaka 4000. Na Israeli alikuwa Misri kwa miaka 400. Israeli anali ku Egypto kwa dhaka 400. Lakini mwale miaka 400 haiko ndio balitoka. Koma pa dhaka 400 si dhaka zimene anachoka. Kumeongezeka miaka 13 ya bonus ya nyongezo. Ati kuna ongezekera dhaka 30 za bonus zo konzekera. Na kanisa limepewa bonus ya kujitayarisha juu ya kunyakuliwa kwa kwenda mbinguni. Mpingo wapasidwa bonus kuti ukonzekele kunyamulidwa pitisidwa kumwamba. Tusome kitabu cha Mathayo sura 22 na ine mstari wa 32. Mathayo chapter 24 ndime ya 32. Hapo kuko ujumbe mkubwa, unabii mkubwa wa ujio wa Yesu. Pamene pali utenga wa ukulu wa kubwera kwa Yesu. 22 mpaka 42. Injili ya Yesu Kristo kama alivyoandika Mathayo mtakatifu. Ndiyo. Sura ya 24 mstari wa 32 hadi 34. 42 hadi 42. Ndiyo. Tusome katika jina tukufu la Yesu Kristo. Haleluya. Basi kwa mutini, ndiyo, jifunzeni mfano. Tawi lake likisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno ukaribu. Ndiyo. Nanyi kadhalika muyaonapo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu milangoni. Ndiyo. Amini nawaambia, kizazi hiki hakitapita bado utudusa hata hayo yote ndiyo yatakapotimia. Ndiyo. Mbinguni na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Ndiyo. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, ndiyo, hata malaika walio mbinguni wala Mwana, ila Baba peke yake. Ndiyo. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndiyo, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Ndiyo. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Ndiyo. Wakati ule watu wawili watakuwa kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Ndiyo. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile dhamu mwivi kakuja, angalikesha, wala asingalia yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni katika msiyodhani Mwana wa Adamu yuwaja. Amen. 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 Amen.
Yesu anazungumzia mbele, hajaenda mbinguni. Anasema jifunzeni kwa mtini, tawi langu litakaposhipuka na kuchanua majani, Yerusalemu itafika ku Yerusalemu. Bakafanya mkaguo, anachita kuianganizisa, kuangalia kama iko na ingini manyoa, kuona ngati ili ndi uboya wiyo kwanila. Sasa ngombe iko, kuhani hayapatikana. Topano ngombe ilipo, wansembe sana pezeke. Ikabidi bafanye mafungo mkiwanja ya Sulemani kwenye kunajengwa moske. Anachita kusala kutya pa mpanda wa Solomo pamene na mangido. Tango tarehe 7 mpaka tarehe 14. Kuyambila pa 7 mpaka pa 14. Bako banashinda mule, banalala mule. Analiku kala komweko nkugona komweko. Maombi bila kula bila kunywa. Ndipo sankadia komaso sankamwa. Bako namwambia Mungu, tupatie sasa kuhani, ngombe ni tayari. Sasa kuhani hayapatikana. Mungu tupatie kuhani. Tipase ni wansembe ngombe ilipo. Mungu tupatie kuhani. Mulungu tipase ni wansembe. Na balipomaliza maombi mtarehe 14 ya mwezi wa 10 mwaka jana, atamaliza mapempelo pa 14 Oktoba chaka chata, kuhani amejitokeza. Wansembe nkupezeka. Balikuwa wanaomba Mungu abapatie kuhani mwenye atatokea mukizazi cha Aroni. Akapempa Mulungu kuti apate wansembe amene atokele mumbado wa Aroni. Na shurti ya pili ilikuwa kuhani mwenye atakubaliwa awe hakuzaliwa kwa hospitali, mama yake alimzalia kwake kunyumba. Ndipo akafuna wansembe amene sana bado ya kutipatala koma ana bado apakomo. Ndio ilikuwa shurti ya pili. Ndi limene nali la mulola chiwili. Shurti ya tatu ilikuwa ule kuhani awe hayakanyagaga mu makaburi. Ndipo la mulola chitatu nali kuti wansembe yu akale atana ponde po kumanda. Na kuhani amejitokeza, wansembe wapezeka, bamempitisha ku vyombo vya kisasa, akala akumuyesa yeye ni wa kabila, akaonekana ni yeye yeyo kupeza kuti inde mbado alizaliwa kunyumba kwake kwa mama yake. Ndiyo mashini zinasema ndiyo alizaliwa kunyumba. Makina kunena kuti inde hayakanyagaga makaburi, mshakanyagaga. Mashini zinasema hayakanyagaga makaburi, si yakanyagaga makaburi. Makina kuti ai sana pitepo. Bakaita bazee ba mwingine, naitana akulu amuzi, bamutawaze kuwa kuhani mkubwa, kuti amupange ukala wansembe wankulu. Bakamutawaza na muchita ukala wansembe kama kuhani mkubwa, wansembe wankulu. Mwezi wa 10 amechinja ile ngombe. Mwezi wa Oktoba anapanga ngombe. Alifanya mazabao, ana manga altar, na damu ya ile ngombe ametakasa kiwanja ya Sulemani, ile kiwanja ya Sulemani. Mwazi wa ngombe anayelesa malo a Solomo. Ametakasa na vyombo vya kujenga hekalu, maana biko tayari. Anayelesa soka tundu wa mangira kachisi pakuti alipokale. Na nyama zimechomwa na moshi umemwendea Mungu kama sadaka. Nyama zinaotedwa ndipo usi unabolera kwa Mulungu. Hiyo iko dalili kubwa ya ujio wa Yesu. Timene chonchi zindikilo cha chikulu cha kubwera kwa Yesu. Israeli anakuwa mpango wa kujenga hekalu. Israeli alipa program yomanga kachisi. Tusome kitabu cha Warumi. Tuelenge buku la Aroma. Warumi sura 11 mstari wake wa 7. Aroma chapter 11 dimea 7. Warumi 11 mstari wa 7. Aroma chapter 11 tunasoma ile 11 mstari wa 7 mpaka mstari wa 8. Tunaruka kwa mstari wa 11 mpaka 13. Kena kotiwelenga 11 mpaka 13. Tunasoma Warumi 11 mstari wa 7. Ndiyo. Tusome katika jina la Kristo Yesu. Haleluya. Imekuwaje basi? Ndiyo. Kitu kile ambacho Israeli alikuwa akikitafuta hakukipata. Ndiyo. Lakini wale waliochaguliwa walikipata. Ndiyo. Na wengine walichiwa ugumu, kama ilivyoandikwa, Mungu aliwapa roho ya usingizi, macho hata wasione, na masikio hata wasisikie, hata siku hii ya leo. 11. Naruka kwenye 11. Basi nasema je, wamejikwaa hata waanguke kabisa? Ndiyo. La hasha. Lakini kwa kosa lao wokovu umewafikia mataifa. Ndiyo. Ili wao wenyewe wachiwe wivu. Basi ikiwa kosa lao limekuwa utajiri wa ulimwengu, na upungufu wao umekuwa utajiri wa mataifa, je, si zaidi sana utimilifu wao? Kwa 17, ruka 17 mpaka 23. 17 hadi 23. 17 mpaka 23. Lakini
iwapo matawi mengine yamekatwa, ndiyo, na wewe mzeituni mwitu ulipandikizwa kati yao, ukawa mshirika wa shina la mzeituni na unono wake, usijisifu juu ya matawi yale. Au ukiwa wajisifu, si wewe ulichukuaye shina, bali ni shina likuchukualo wewe. twende. Basi utasema matawi yale yalikatwa kusudi ili nipandikizwe mimi. Vema, yalikatwa kwa kutokuamini kwao, na wewe wasimama kwa imani yako. Ndiyo. Usijivune, bali uogope. Kwa maana ikiwa Mungu hakuyaachia matawi ya asili, wala hata kuachia wewe. Ndiyo. Tazama basi, wema na ukali wa Mungu kwa wale walioanguka. Ukali bali kwako wewe wema wa Mungu. Arumi Paulo kulemba kwa Aroma anasema imekuwaje basi akuti zakalaro motani kitu kile Israeli alivyokuwa kitafuta, chintu chimene Israeli wakala kuchifunafuna. Israeli akupata kile kitu, Israeli sana chipeze, alikitamani kile kitu, akatifunisisa chintuchi. aliandika vitabu na Biblia alitabiri aneneli anapeleka uneneli kwa kuzaliwa kwa Yesu, za kubadwa kwa Yesu. Isaya ametabiri, Yesaya ananenela, na manabii wengi walimetabiri, ndi aneneli ambili ananenela. na Israeli ameandika ninachunga masia wangu, masia atakuja mfalme wangu. Ndipo Israeli analemba kuti ndudigira mbuye wanga abwela mfumu yanga, na hakikisha kwamba unabii unasema masia mwenye atazaliwa atakuwa ni mfalme, tena atakuwa ni kuhani. Ndipo anasimikiza kuti amene abwadweyo akala mfumu komaso wa nsembe. Bakamchunga kama hazaliwe mnyumba ya makuhani, anapaswa azaliwe mnyumba ya wafalme. Ndipo akadigira kuti ngati sabadwa nyumba ya wansembe anela kubadwa nyumba ya mfumu. Bakamchunga sana, akadigira kwa mbili. Lakini Mungu alipoona, koma Mulungu ataona Baisraeli bayupokea Yesu, analandira Yesu, mataifa yote haina Mungu itakuwa ni watu wa kwenda jehanamu. Ati akalandira Yesu ayuda antu akumitundu sakana kalandi Mulungu, ndipo akanapita kugahena. Yesu Mungu anakuja kumleta, hakutokea tena mmakuhani, hakutokea tena mnyumba ya wafalme, anatokea kinyume cha sheria. Mulungu nkuzambweleza sana chokela kwa mfumu kapena kwa wansembe, koma kuchokela kwa muntu wina, kwa mapendo ya Mungu, mwachifuniro cha Mulungu, ili na sisi mataifa tupate uzima wa milele. kutina feso akumitundu tikale na moyo wosata. Na saa Yesu anafanya kazi, lipopa ntawi mene Yesu analigwira nchito, Baisraeli balifika kumuuliza, ayuda anafika ukamfusa, wewe ndo Masia, utuambie mzuri. kodi nuyo ndiye Mesaya mutiuze? Anabaambia nimeisha baambia, lakini hamuitike. kuwauza kuti ndakuza ni kwa masiku mkumpela. Banasema wewe yenye tuko tunakorogana hako, huko unatuambia kama wewe uko mwana wa Mungu. Akuti inuye menetiku kangana mutiuza kuti ndinu mwana wa Mungu. Siye tunajua kama mama yako ndo Maria na baba yako Yusufu bamezaliwa, tunabajua. Sasa unatafuta kujiweka kusema uko tu nabii kama vile mama nabii wengine. Koma ife tikuziwa mayanu tuziwa so bambo wanu, ndinu neneli monga aneneli ena. Saa Yesu anawaambia kwamba mie ni mwana wa Mungu. Pamene Yesu anauza kuti ine ndi mwana wa Mulungu, Bana logote majo wampige, natenga miala kuti amukende. banamwambia wewe uko mkuu wa mapepo wewe. Anatindinu nkulu wa ziwanda. Amen, 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 amen. Ameni. Paulo anaandika pale kwa 11 anasema kwa kosa lao wote wameanguka, pakulakwa kwao onse ndi akugwa. hasha. Iyai. Sasa kwa kosa lao mataifa wamepata wokovu, pakulakwa kwao akumitundu apeza kupulumuka. kwa dhambi zao pamachimo ao imekuwa utajiri kwa mataifa. takala chantengo wapatali kwa akumitundu. Haleluya, ameni. Mungu ni wa mapendo, alitupenda sisi mataifa. Mulungu ndi wa chikondi, anatikonda ife akumitundu. Basi kwa 17 anasema hivi, pa verse 17 akuti ikiwa matawi mengine ya asili imekatwa, ngati masamba ena ambado adulidwa, na wewe mataifa miti ya porini, ndipo inu akumitundu mitengo ya kuchile. Mungu
Mungu anabatosha porini, mulungu akuchosani kutile anabapandikiza mahali hapakuwa pa kwenu. kukuzalani pamalo amene sanali anu. Msijivune juu ya hii nafasi. Osazikweza tifuata malo awa. Hii nafasi haiko ya kweni milele na milele. Malo awa Haleluya. muyaya. Ikiwa Mungu hakuachia matawi ya asili akabatosha akabapandikiza, ngati mulungu sana lekelele akumtundu kuti asare kwa maana achosa, itafika tena muda wenu kuondolewa na Mungu atarudisha Waisraeli nafasi ya kwake. itafika ntawi yokuchosani ndipo azabweza Ayuda pamalo ao. Na leo Waisraeli wanakuwa mpango wa kujenga hekalu. Ndipo Ayuda alipa programu yombanga kachisi. Tango wamerudia habana hekalu. Kuambila ntawi menana belela alibe kachisi. Hekalu likingali kwa mataifa. Kachisi akanalikuwa kumitu. Ndio maana Mungu alibaacha kwanza bako tu na masinagogi. Pake mulungu anasia kalendi mipingo ya ingono. Bako na makanisa makubwa lakini inaitwa masinagogi. Alindi mipingo ya ikulu komeyo tulidwa sinagogi. Hivi sasa ndio kunakuwa mpango wa kujenga hekalu. Hapa mpamene akufuna akamanga kachisi. Na wakijenga hekalu, ndipo akamanga kachisi, banaanza kulizindua, wanaliingilia neema inamalizika kwa mataifa. Akayamba kuloa nkachisimo, chisomo chita wala haitarudia tena mara mbili. Ndipo chisomo sichizabwelaso. Waisraeli wamekosa neema, Ayuda anasoa chisomo, lakini Mungu atabarudishia hapa karibuni. Koma mulungu azabwezera pafupi pano. Neema itamalizika namna gani kwa mataifa? Chita motani kwa akumitundu. Kanisa linanyakuliwa, mpingo unyamulidwa, na neema inamalizika kwetu. Ndipo chisomo chita kwa ife. Na Waisraeli ndo batabakia na neema yabo nyuma ya kanisa kuondoka. Ndipo Ayuda asalan chisomo chao mpingo utapitisidwa. Tusome kitabu cha Luka. Welengani buku la Luka. Luka 17:26. 17:26. 17:26. Luka 17:26. Nasoma Injili ya Yesu Kristo kama alivyoandika Luka mtakatifu 17:26. Tusome katika jina la Kristo. Ndio. Ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni, vikawaangamiza wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Amen. 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 Kama ilivyokuwa wakati wa gharika, ndivyo itakavyokuwa kuja kwa mwana wa Adamu. Ntawi ya kusefukira ndio meneza kalila ntawi ya kuza kwa mwana wa Adamu. Muda umemalizika. Ntawi hata kanisa litatoka duniani, linaacha dunia na watu hivi. Mpingo utoka paziko mkusia ziko ndi antu momwemu. Yesu atayiba kanisa, atalichukua kanisa siku watu wasiotarajia. Yesu atatenga mpingo pasiku limene antu sa kuyembekeza. Kanisa litaenda mbinguni, mpingo upita kumwamba. Kutapita siku 7. Ndipo padu za masiku 7. Ile siku ya 7 ndio Mungu atajulisha dunia kwamba nimeshaga beba kanisa. Pasiku la 7 mpamene mulungu azauze mpingo kuti natenga, azauze ziko kuti ndatenga kale mpingo. Ile siku kanisa linaenda, dunia haitakuwa na habari. Pasiku limene mpingo upitisidwe ziko zilizaziwa. Mpaka siku ya 7. Mpaka siku la 7. Ndo Mungu atafunulia watu akili. Pamene mulungu aza pase antu nzelu. Ndo watu washitu, kumbe kanisa limeshagaenda. Antu adaba mpingo unapita. Ndo watu wataanza kupiga mbio huko na huko. Antu amba kutamanga huku ndi huko. Bakitafuta maneno ya Mungu haiko. Kufunafuna mau amulungu kwa mapalipe. Katika siku hizi nimefunuliwa neno nikaogopa. Masiku awa ndaonetsedwa mau mkuopa. Tulikuwa mu maombi ya makesha busiku. Tinali mapempero au siku. Tulikuwa watumishi 8. Nali atumiki 8. Tukaomba na pepera, tukachoka tukalala. Tunatopa nkugona. Na sasa tumelala, pantawi mene tunagona, nikaona mfalme amenitokea. Naona mfumu ikubwe. Alikuwa na fimbo ya kifalme. Ndipo inali ndi
ndodo ya chifumu akanijulisha majina yake na ndiziwisa maina yake. Akaniambia mimi ni bwana wa mabwana, anandiuza kuti ndine mbuye mfalme wa wafalme, mfumu ya mafumu, mkubwa wa wachungaji wote duniani, mkulu wa azibusa ose paziko. Sasa nimekuja kukamata topano ndabala za kutenga ili nikupitishe kumakanisa, nikuoneshe gisi ndafanya siku ya parapanda. Ndikuyo ndese mipingo ndikuoneshe menenza chite paziko. Akaleta makanisa yote ya duniani Mkongo ya Sud Kivu. Naboleta mipingo yote ya kuziko kukongo ku South Kivu. Akanipatia na macho ya kuona, na ndipasa somaso ona. Yale makanisa ikawa kama vile mchanga wa bahari, kama vile hii mayani yenye iko duniani. Kanisa mipingo inachuluka kwa mbili. Kanisa kwingine mipingo inachuluka. Na ikawa kama vile siku ya Jumapili watu wanalala mu makanisa. Ndipo nalingati pasande antu akugona mtu. Na bote wanasinzia. Ndipo ose akusinza. Sasa ananiambia twende nikuoneshe. Anati bwela ndikuoneshe. Tunatembea kuma kanisa. Tikuyenda mipingo. Tunafika ukanisa. Tikufika kumpingo. Anasema hili kanisa muko bakristo 1500. Ati mumpingo mumuli akristo 5000. Lakini muko tu bakristo wawili. Koma alimo akristo. Benye wanakesha juu ya safari ya kwenda mbinguni. Amene akudigira ulendo pita kumwamba. Anaita wale banatoka banatufuata. Akuita na ao. Kwingine kanisa watu 4500. Mpingo wa antu 4500. Muko watu wawili. Muli antu awili. Kanisa ya watu 4000. Mpingo wa antu 4000. Muko watu wawili. Muli antu awili. Amenizungurusha kuma kanisa, hakuna kwenye niliona aliita watu watatu mkanisa. Kama Mungu wa mbinguni. Mipingo palibe kumene anaita. Akaniambia watu wako mkanisa lakini hawako mmasafari. Ati antu alimipingo hawako msafari ya kwenda mbinguni. Watu wanasinzia usingizi wa kiroho, hawako msafari ya kwenda mbinguni. Tali paulendo opita kumwamba. Akaniambia wewe ndo nasema haya maneno. Batu bakeshe, basipokeshe, sitaangalia cheo cha mtu, sitaangalia huduma ya mtu, sitaangalia unabii, sitaangalia uinjilisti, sitaangalia uimbaji. Mwenye kuitakutana hakeshi. Kama amene nipeze kutisali maso. Simubebe. Ndimutenga iyai. Simubebe. Sindimutenga. Safari ya kwenda mbinguni haiko safari ya kawaida. Si ulendo wa chabe. Hakikisha kwamba uko kanisani na uko msafari. Mpingo kama somo lipa ulendo. Kwa sababu Yesu atakuja siku watu wasiyotarajia. Pasiku limene antu sakuyebekeza. Na mwenye hatakutaniwa anakesha haende mbinguni. Alimaso tapita kumwamba. Batu watabakia makanisa namna ya ajabu. Namna ya ajabu. Antu asala mipingo ndila udabu isa. Batu watabakia mkanisa na walihubiri Mungu. Antu asala mipingo kama analalikira. Batu watabakia makanisa na waliimbia Mungu. Antu asala mipingo kama anaimbira Mungu. Batu watabakia makanisa na waliombaga Mungu. Antu asala mipingo kama anapepera. Kwa sababu hawako msafari. Pakutisali pa ulendo. Hawako msafari. Sali pa ulendo. Amen, amen, amen. Amen. Haleluya. Amen. Tusimame. Timilile. Tusimame. Tieni timilile. Timilile. Mwenye amenituma ameniambia kuwa anasimamisha watu na wachungaji wanaweka kanisa la Mungu. Andiuza kutitamai miseni. Kwa kuwaombea rehema. Ndipo azibusa azipempelela antu chifundo. Kwa kuwaombea rehema. Kwa pempelela chifundo. Kwa sababu chifukwa mwenye anajizania kwamba amesimama angalia sianguke. Amene akuganizila kuti alichoima aoneste kuti asagwe. Na kama katika mkutano huu ndipo ngati pagulu ili kama kunaweza kuwa mtu mwenye hajabatizwa, ngati alipo mtu amene sana batizidwe lakini anaingia kanisani, koma ama loa mumpingo, lakini hajapatiaga Yesu maisha yake, koma sana peleke moyo wake kwa Yesu, anaweza kufika hapa bachungaji bamuombe. Akozobwela kusogolo kuno azibusa amupempelele. Kama kuko mtu mwenye hajabatizwa, ngati alipo mtu amene sana batizidwe, unaweza kuwa unaingiaga lakini hauandike kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Ukotoka kuti umalowa mumpingo koma sunalembedwe mbuku la moyo. Majina yako kingali mkitabu cha hukumu ya kwenda jehanamu. Mazina anu akanali mbuku la chiweruzo lopita ku Gahena. Kama uko hapa unaweza kunyosha mkono na kufika hapa. Ati mulipo mkozo kweza zaja mkupwela pafupi. Bakuandikishe kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyeshinda. Azibusa kulembeseni pa buku la mwana wa nkosa. Kama uko fika. Ati mulipo fikani. Kama uko fika haraka. Fikani changu. Kwa sababu watuionee haya injili. Pakutisiti chita manyazi ndi utenga.
uthenga wabwino, maana ni uwezo wa Mungu letayo wokovu kwa pakuti watu ni wote. mpavu ya Mulungu imene ibolesa chipulumutso kwa anthu onse. Kama uko fika na kama hakuna, Ngati mulipofikani uongozi kwa wachungaji banaombea kanisa la Mungu rehema. Peleka kwa azibusa kuti apempelele mpingo chifundo. Kama uko ngati mulipo na kama huko tunarudisha mikoro, ngati palibe tikubweza microphone kwa asogoleri. Ambuye alemekezeke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kila mtu anajua namna gani anatembea mbele za Mungu. Ndipo aliyese akuziwa mene amaenda pamaso pa Mungu. Na watakapoomba na wewe jisikie kujiombea kimoyomoyo. Akamapempela mzizi pempelela sa muntima. Ili siku ile ya parapande atakapoli. Unaendelea kuzirika kila leo. Umeacha mbingu ukashuka. Yesu Kristo umeacha utukufu kwa ajili yetu. Hata kama wanadamu tunashindwa kuacha vitu vidogo kwa ajili yako, lakini wewe umeacha utukufu, umeacha ufalme, umekuja kwa ajili yetu, umeonyesha upendo wa kwanza kwa ajili yetu. Lakini mwanadamu amekosa upendo wa kuacha vitu vinavyomzunguka kwa ajili yako. Umetutafuta kwa ajili ya maisha ya milele. Asante.